Preaching the gospel here. Tunapohubiri injili hatuhubiri injili tu hapa. Tuko tunavuga ubutumwa nitubuvugira ngaha. I thank God because of the power of social media. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uwezo wa mtandao wa jamii. Nashimira Imana kubera ingurukana bumenyi bwa social media we are able to preach the gospel to the whole world. Kwa sababu kupitia mtandao wa jamii tumeweza kuhubiri injili duniani. Kubera ko buca kungurukana bumenyi y'umuryango turashobora kuvugira. Let us encourage ourselves inside of the gospel. Wandugu, wacha tujitie nguvu ndani ya injili. Bene wacu reka twitere ingomezi mu butumwa. I can assure you we are in the will of God. Ninaweza kuwapa uhakika tuko katika mapenzi ya Mungu. Nashobora kuvuga kandi ifisukuri uko turi mu vy'Imana. And God is working in us so strongly. Na Mungu anatenda kazi ndani yetu kwa uweza sana. Imana irakorera muri twebwe mu bushobozi cyane. We were such a terrible people who could not be used for the gospel. Tulikuwa watu waovu sana ambao wangetumika kwa ajili ya kazi ya injili. Mara abanyabibi cyane batari gushobora gukora ku butumwa bwiza. But if today you are being used for the gospel, lakini leo hii kama tunatumika kwa ajili ya injili, ariko umunsi nimba dushobora gukora kubera ubutumwa bwiza, it is because we have received grace before Jesus. Ni kwa sababu tumepokea neema mbele ya Yesu. Kubera kitwakiriye ubuntu mbele ya Yesu. That's why the Bible says, ndio maana Biblia inasema, utuma birivuga, you know brethren, mnajua wandugu, urazi bene wacu, do not be deceived, msidanganyike, imubeshwe, you were fornicators before you met with Jesus. mlikuwa washerati kabla mkutane na Yesu. Barabashakanyi, now you are adulterers before you met with Jesus. Mlikuwa wazinzi kabla mkutane na Yesu. Kama wasengirigi kwa maana mutarahura na Yesu. Now you are abusers of mankind before you met with Jesus. Mlikuwa watukanaji kabla mkutane na Yesu. Abantu batukana mutarahura na Yesu. Now some of us were thieves before we met with Jesus. Wengine wetu tulikuwa wezi kabla tukutane na Yesu. Now some of us were covetous before we met with Jesus. Na wengine wetu tulikuwa watamanio kabla tukutane na Yesu. Now some of us were drunkards before we met with Jesus. Na wengine wetu tulikuwa walevi kabla tukutane na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We lived like this before we met with Jesus. Tuliishi maisha ya namna hiyo kabla tukutane na Yesu. That's why verse 11 says. Ndio maana mstari wa 11 inasema. Let us read verse 11. Tusome mstari wa 11. Everybody let us read verse 11. Kila mmoja wetu tusome mstari wa 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 11. With the Bible that you have, let us read verse 11. Pamoja na Biblia ulionayo tusome mstari wa 11. Let us read together verse 11. Tusome pamoja mstari wa 11. I think Brother Joshua can also read for us. Hata nadhani ndugu Joshua anaweza soma. Joshua, come this side. Joshua, njoo upande huu. Come this side. Njoo upande huu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now this verse 11 is a very powerful word. Na andiko hili mstari wa 11 ni andiko la uweza sana. Brethren, do not forget verse 11. Wandugu, msisahau mstari wa 11. Even if you can forget many scriptures in the Bible, hata kama mnaweza sahau maandiko mengi katika Biblia, but do not forget 1 Corinthians chapter 6 verse 11. lakini msisahau Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 11. Now what does the Bible say? Je, Biblia yasemaje? Let us read all together. Tusome pamoja. 1, 2, 3. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and in the Spirit of God. Hallelujah! 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 Such were some of you. Kulikuwa watu wa namna hiyo. Such were some of you. Baadhi yenu mlikuwa kama hao. Some of you are drunkards. Wengine wenu mlikuwa
No, some of you were thieves before you met with Jesus. Wengine wenu mlikuwa wezi kabla mkutane na Yesu. But when you met with Jesus, Lakini mlipokutana na Yesu, you were like this. mmefanyika hivi. Lakini Hallelujah. haleluya. My family knew me as a drunkard. Familia yangu ilinijua kama mlevi. Lakini I am washed. nimeoshwa. My family knew me as a thief. Familia yangu ilinijua kama mwizi. Lakini I am washed. nimeoshwa. Hallelujah. Haleluya. Jesus has changed the story of my life. Yesu amebadilisha historia ya maisha yangu. Now I have a different story. Sasa hivi nina historia tofauti. The old story has passed away. Historia ya kale imepita. Jesus has given me a new story. Yesu amenipatia historia mpya. Hallelujah. Haleluya. Jesus has brought a new story in my life. Yesu ameniletea historia mpya maishani mwangu. I have hope in Jesus. Nina matumaini ndani ya Yesu. Hallelujah. Haleluya. When I met with Jesus, Nilipokutana na Yesu, Jesus changed the history of my life. Yesu alibadilisha historia ya maisha yangu. Jesus changed the destiny of my life. Yesu alibadilisha hatima ya maisha yangu. Jesus changed the direction of my life. Yesu alibadilisha mwelekeo wa maisha yangu. I was on the way going to hellfire Nilikuwa njiani nikielekea jehanamu. because I was a terrible sinner. Kwa sababu nilikuwa mwenye dhambi mwovu sana. I was on the way going to hellfire. Nilikuwa njiani nikielekea jehanamu. But when I met with Jesus, Lakini nilipokutana na Yesu, now Jesus changed the direction of my life. Yesu alibadilisha mwenendo wa maisha yangu. He picked me from the way of hellfire. Aliniokota kutoka njia ya kwenda jehanamu. Akaniweka katika njia ya uzima. Hallelujah. Haleluya. He placed me in the way of life. Akaniweka katika njia ya uzima. And that way Na hiyo njia is himself. ni yeye mwenyewe. Because he said, I am the way. Kwa sababu alisema yeye ndiyo njia. I am the way. Mimi ndiyo njia. So Jesus placed me in himself. Kwa hivyo Yesu akaniweka ndani yake mwenyewe. I am on the way going to heaven. Niko njiani nikielekea mbinguni. Because I am inside of Jesus. Kwa sababu nimo ndani ya Yesu. Jesus changed everything in my life. Yesu alibadilisha yote maishani mwangu. Hallelujah. Haleluya. I may not have many things, Ninaweza kosa kuwa na vitu vingi, but I have Jesus. lakini ninaye Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I have Jesus. Ninaye Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Today we read 1 Corinthians chapter 1. Leo hii tumesoma Wakorintho wa kwanza mlango ni wa kwanza. Verse 29 to 31. Mstari wa 29 hadi 31. That no flesh should glory in his presence. Ili mtu yeyote asijisifu mbele zake. And no one glory before God. Lakini kwa Mungu mtu ajisifu. Let no one glory before God. Hakuna yeyote mtu asije akajisifu mbele ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Because God has given to us Jesus. Kwa sababu Mungu ametupea sisi Yesu. And now when Jesus comes, Na hivyo wakati Yesu anakuja,
kwanza. Kuri ivyo Kristo mu gihe Yesu aje, the Bible says like this. Biblia inasema hivi. Biblia inafunga uko God has made Jesus Mungu amemfanya Yesu. Imana yagize Yesu to be our righteousness. Afanyike kwetu haki. kugira abe kuri twebwe umugororotsi. Because I was a sinner. Kwa sababu nilikuwa mwenye dhambi. Kubera ko nari umunyabyaha. Because I met with Jesus. Lakini kwa sababu nilikutana na Yesu. Ariko kubera nahuye na Yesu. Today I'm righteous. Leo hii mimi ni mwenye haki. Uyu munsi ndi umugororotsi. Because of Jesus. Kwa sababu ya Yesu. Kubera Yesu. Hallelujah. Hallelujah. God has made Jesus my righteousness. Mungu amemfanya Yesu haki yangu. Imana yagize Yesu kugororoka kwanje. Now Jesus has been made to us wisdom. Na Yesu amefanyika kwetu hekima. Yesu kuri twebwe yabaye umuntu. Because I was a fool. Kwa sababu nilikuwa mjinga. Kubera ko nari umuntu mubi. Hallelujah. Hallelujah. But today, Lakini leo hii ariko uyu munsi I am no longer a fool. mimi si mjinga tena. yewe sinimbura bwenge kandi. Hallelujah. Hallelujah. You may think that I am nothing. Mnaweza unifikiria mimi ni bure. Urashobora kwiyumvira jeko ni ikintu cy'ubusa gusa. Because that is how you knew me before I met with Jesus. Kwa sababu hivyo ndivyo mlinijua kabla nikutane na Yesu. Kubera kuko niko mwari muzi ntarahura na Yesu. People who knew me before I met with Jesus. Watu ambao walinijua kabla nikutane na Yesu. Abantu bari bazi ntarahura na Yesu. Maybe they saw a fool. Ni pengine waliona mjinga. Yesu baguma babona ngimbura bwenge. It is true I may have been a fool. Ni kweli inawezekana nilikuwa mjinga. Ivyo ndaboneka mwimbura bwenge. But today I am not a fool anymore. Lakini leo hii mimi si mjinga tena. Ariko uyu munsi jewe simbura bwenge kandi. But it depends with how you see me. Lakini inalingana na jinsi mnanitazama. Ariko nikungana n'ukuntu mumbona. But I am sure I am not a fool anymore. Lakini na uhakika ya kwamba mimi si mjinga tena. Ariko ninukuri je sinimbura bwenge kandi. Because I am sure I have Jesus. Kwa sababu nina uhakika ninaye Yesu. Ariko mfise ukuri mfise Yesu. And Jesus has been made for me wisdom. Na Yesu amefanyika kwangu hekima. Yesu kuri jewe yabaye He ubuntu. is my wisdom. Yeye ndiye hekima yangu. Wewe niwe buntu bwanje. He is my wisdom. Yeye ndiye hekima yangu. Wewe niwe bwenge bwanje. Whenever I meet with difficult situations, Ninapokutana na hali ngumu, Huye n'ibihe bikomeye. my foolish mind cannot comprehend. akili zangu pumbavu haziwezi kuichukulia. Ubwenge bwanje bubi ntibushobora kuvyakiriraho. Now I turn to Jesus. Ninamgeukia Yesu. Ahindukirira Yesu. And then yet Jesus gives me wisdom. Na Yesu ananipa hekima. Yesu arama ubwenge. Now I can do all things through Jesus. Na sasa nayaweza kutenda mambo yote kupitia Yesu. Nashobora gukora vyose guca kuri Yesu. There is nothing that I cannot do. Hakuna kile ambacho kinanishinda kufanya. Nta kimwe gishobora kunanira gukora. Because I have Jesus. Kwa sababu ninaye Yesu. Kubera mfise Yesu. Now I can do all things through Jesus. Naweza kufanya mambo yote kupitia Yesu. Nashobora gukora vyose guca kuri Yesu. So with myself I can do nothing. Pamoja na mimi mwenyewe siwezi fanya chochote. Jewe ubwanje sinshobora gukora ikintu na kimwe. I can only fail. Ninaweza tu shindwa. Nashobora kunanirwa. You're in the book of John. Unajua katika kitabu cha Basi Yohana, mu gitabo cha The Yohani. Bible is talking about the first miracle of Jesus. Biblia inazungumzia kuhusu muujiza wa kwanza wa Yesu. Biblia inavuga ati ku bijanye n'igitangaza kimwe ca Yesu. And they prepared the wedding very well. Na wakatayarisha harusi vizuri sana. Barateguye ubukwe neza. And people prepared everything for the wedding. Na watu wakaandaa kila kitu kwa ajili ya harusi. Abantu barategura integuro kubera ubukwe. And they made everything ready for the wedding. Na waifanya kila kitu kiwe tayari kwa ajili ya injili. Baragira cyose utegura ikintu cyose kubera ubutumwa. Now they prepared the wedding very well. Na wakatayarisha harusi vizuri sana. Bateguye ubukwe bwabo neza cyane. No, they did not plan that the wedding will have any problem. Hawakupanga ya kuwa harusi itapatikana na shida. Ibigeze bategura yuko mu ubwo bukwe hashobora kuba ikibazo. But with their good preparation, Na pamoja na matayarisho yao mazuri, hanyuma n'integuro zabo nziza, no, the wedding still had a problem. bado harusi ikapatikana na shida. hanyuma mu nyuma ubukwe buboneka ikibazo. And now the wine was ended. Na sasa divai ikaisha. Hanyuma vino irahera. And the
wine was finished. Divai ikaisha. Vino ishize. No, they did not prepare for the wine to be finished. Hawakuwa na matayarisho ya kwamba divai itaisha. Ibigeze biyumvira yuko vino ishobora guhera. And it shows that every preparation of man is lacking. Lakini hiyo inaonyesha kuwa kila matayarisho ya mwanadamu imepungukiwa. Ico cerekana yuko integuro z'umwana w'umuntu zishobora kudakwira zikinga intege. Now the master of ceremony can be ashamed because of this problem. Na sasa bwana mkuu wa harusi anaweza aibika kwa sababu ya shida hiyo. Kuri ivyo umukwe arashobora kumaramara kubera ico kibazo. Now the bridegroom and the bride can be ashamed because of this problem. Na sasa bwana harusi na bibi harusi wanaweza aibika kwa sababu ya shida hiyo. Kuri ivyo umukwe n'umugeni barashobora kumaramara kubera ico kibazo. Now the wedding can be full of shame because of problem. Na sasa harusi inaweza jaa aibu kwa sababu ya shida hiyo. Umukwe barashobora kuhusura imimaramara kubera ico kibazo. But that wedding did not have any shame. Lakini harusi hiyo haikupata aibu yoyote ile. Ariko ubwo bukwe nibwigeze bumurongo ibumaramare na kimwe. Now instead of shame, everybody was surprised with that wedding. Na badala ya aibu kila mtu akapatwa na mshangao kwa ajili ya harusi hiyo. Mugishingo cy'imimaramare abantu wese yaratangaye muri ubwo bukwe. Even though there was a problem of wine finishing, hata kama kulikuwa na shida divai imeisha. Nao hari kibazo vino yari yaheze. But because Jesus is in that wedding, lakini kwa sababu Yesu yuko katika harusi hiyo. Ariko kubera Yesu yari muri ubwo bukwe. Now there's no problem that Jesus cannot solve. Hakuna shida ambayo Yesu hawezi suluhisha. Kibazo na kimwe Yesu atoshobora gutorera. There is no problem that Jesus cannot solve. Hakuna shida ambayo Yesu hawezi suluhisha. Kibazo na kimwe Yesu adashobora gutorera inyishu. And now Jesus, he solved that problem of wine. Na sasa Yesu akasuluhisha shida hiyo ya divai kuisha. Kuri ivyo Yesu atorera inyishu hiyo vino yari yaheze. And now he gave the best wine that has never been seen. Na wakati huo akapeana divai bora ambayo haijawahi onekana. Uwo mwanya yatanze vino iryoshye itari bwigere iboneke. Haleluya. Now the Bible is talking about my life. Biblia inazungumzia kuhusu maisha yangu. Biblia inavuga ku buzima bwanje. My life is the picture of that wedding. Maisha yangu ni sura ama picha katika harusi hiyo. Ubuzima bwanje ni ishusho kuri ubwo bukwe. Now I can prepare many things in my life. Na sasa ninaweza andaa vitu mingi kuhusiana na maisha yangu. Nashobora gutegura ibintu byinshi ku buzima bwanje. I can do good things to my life to make it better. Ninaweza fanya mambo mazuri sana kwa